Lango la kuzaliwa sio kutoka tumboni kwa mama yako, bali hilo lango linafunguliwa wakati umetoka. Wakati unapotoka kwenye tumbo la mama yako, ndipo unapokutana na lango la kuzaliwa ambalo ni sheria. Lango la kuzaliwa ni sheria katika ulimwengu wa roho, inayomuongoza aliyezaliwa, inayoamua habari ya aliyezaliwa, inayompa haki kisheria aliyezaliwa, inamuongoza pa kwenda kisheria, inamuongoza namna ya kuishi kisheria, inaachilia haki zake juu yake kisheria. Kwa lile lango la kuzaliwa ndilo lilobeba hatima ya maisha ya kila mtu. Lango la kuzaliwa likiwa mateka, huyu mtu ameharibikiwa, maisha yake hayatakuwa kama yanavyotakiwa kuwa. Lango la kuzaliwa likiwa limefungwa, huyu mtu hatakuwa mtu. Lango ndio linalotoa mwongozo na mwelekeo kwa mzaliwa. Kwa nani? Kwa mzaliwa. Kisheria. Takuelekeza jinsi ambavyo ulimwengu wa roho unafanya kazi kisheria kupitia lango. Oh yes. Ndio linaloamua, ndio linalomuongoza huyu mtu namna ya kuwa kisheria. Waamuzi sura ile ya 13 na mstari wa 4 na wa 5. Maandiko yanasema, basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama, utachukua mimba, nawe utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Wakati Mungu alipokuwa anaruhusu Samson azaliwe kama muamuzi, Mungu alitangulia, na nitakwambia kwa nini Mungu alitangulia. Kwanza kutengeneza mazingira ya wazazi wasije wakaibadilisha sheria ya lango kwa Samson, kwa sababu wazazi wa mtoto wana uwezo wa kubadilisha sheria na wakamharibia mtoto langoni. Wazazi wengi wamebadilisha ile sheria kwenye lango la kuzaliwa na wakamharibia mtoto wapi? Langoni. Langoni. Aha. Kwa hiyo Mungu akatangulia kwa Manoa, kwa mke wa Manoa, akamwambia, angalia, utachukua mimba na usinywe kileo. Usile kitu kilicho najisi, kwa sababu unachoenda kukizaa, unaenda kuzaa Masihi, unaenda kuzaa mtu atakayewaokoa watu wangu, ili wanapozaa wajue aliyezaliwa ni Masihi, wazungumze kama Masihi amezaliwa, wamuone kama Masihi, wamzungumze kama Masihi, wamuite kama Masihi, ili wasibadili sheria ya lango la kuzaliwa. Mke wa Manoa angekunywa hizo pombe zake za kienyeji, zingeathiri vipi maisha ya mtoto tumboni kimwili? Angekula vitu vyake najisi, vingeathiri vipi maisha ya mtoto? Kitu ambacho Mungu alikuwa anashughulika nacho hapa ni kuilinda sheria ya lango la kuzaliwa, wazazi wasiliharibu, ili yule mtoto atakapokuwa anazaliwa, mama awe attention kujua nachoenda kuzaa sio cha kawaida. Oh yes. Asianze kumpa majina ya Kalimanzile. Oh yes. Ajua alichozaa ni Masihi. Oh yes. Maana jina la Kalimanzile lingebadilisha sheria ya lango la kuzaliwa. Oh yes. Hangekuwa tena Masihi, angekuwa Kalimanzile, kwa sababu wazazi wameamua. Oh yes. Sheria huwa inatenda kwa haki. Mzazi mwenye haki ya mtoto amesimama mbele ya sheria na akasema, huyu atakuwa cha usiku, sheria inamgeuza kuwa cha usiku. Oh yes. Halo? Mzazi amesimama mbele ya sheria, mtoto amezaliwa na ile sheria ya lango inayompa haki zake. Mzazi anasimama pale kama mwenye mamlaka juu ya mtoto, anasema huyu atakuwa taabu. Ile sheria unafikiri itafanya nini? Ile sheria itamruhusu kuwa taabu, kwa sababu walioamua wana mamlaka naye, na hiyo mamlaka alionayo pia wamepewa na Mungu. Oh yes. Mungu ndiye aliyekupa kumzaa yule mtoto, kwa hiyo una mamlaka naye. Na ile sheria ya lango la kuzaliwa inatambua ya kwamba mzazi ana mamlaka. Kwa unapozungumza mbele ya ile lango la kuzaliwa, unabadilisha ile sheria katika ulimwengu wa roho. Oh yes. Kwa ndio maana Mungu akazungumza na mke wa Manoa, akamwambia, hutakunywa pombe, hautakunywa kileo, huyu unayemzaa ni Masihi. Kwa alipozaliwa Samson, aliingia kwenye ile lango kama Masihi. Aliingia kwenye lango kama Mwokozi. Ile lango ndio lilokuwa limebeba nguvu alizokuwa nazo Samson. Lile lango ndio lilokobeba mamlaka aliyokuwa nayo nani? Samson.
Ujasiri wote mliokuwa mnamwona nao Samson ulikuwa kwenye ile lango. Kwa alipofanikiwa kupenya kwenye ile lango, kila kitu ambacho alitakiwa kuwa nacho alikibeba kutoka kwenye lango. Kwa sheria hii inaweza ikabadilika au ikabadilishwa. Unaweza kuibadilisha mzazi sheria ya lango la mtoto wako kwa kumzungumzia pengine mambo mabaya. Kwa kuzungumzia mtoto akiwa tumboni, unamzungumzaje? Maana unapozungumza unatoa amri, unatoa agizo kwenye sheria ile ya lango. Wewe ulioko tumboni, yani nilikuwa na mimba yako, baba yako amenipiga mateke, yani wewe mtazaa kajambazi tu kwa mateke haya, kwa mateke yanayopigwa na mimba hii nakwambia nakuzalia kajambazi. Yale maneno yanaenda kutoa amri kwenye ile sheria, kwa sababu ni mwenye mamlaka. Sasa ile sheria ya lango, mwenye mamlaka wa kwanza ni mzazi aliyemzaa yule mtoto. Yes. Na ana uwezo wa kuibadilisha, kwa kubadilisha mtoto akiwa tumboni anayotamka au mtoto atakapozaliwa. Mzazi ana uwezo wa kumharibia lango lake au kumbadilishia sheria akawa kwenye mwongozo mwingine.